Anamwambia hapa kwamba nategemea mgeni hapa muda so mrefu anafika hapa. Anambia mgeni wa nini? Anambia girlfriend wangu. Anambia mbona girlfriend mpya na sijui nimekaa hapa na mdogo wako lakini sijui kuona uko na girlfriend. Una girlfriend mpya hapa? Anambia anahisi ndio huyo yuko anakuja. Basi kumbe siku hiyo mshikaji alivyodaka namba ya yule dada ambaye ni afisa polisi. Akuishia hapo bana, alitumia fursa ambayo ilipatikana. So kumbe washaingia hadi kwa mahusiano. Urafiki umezidi sasa. Dada kaingia ndani hapo, anamkaribisha anambia karibu. Uko free sasa. Wamekaa hapo sasa. Kisha anaanza kumwambia najua umenisaidia makubwa sana. Siataka utachukua advantage yako. Ndio maana mwenyewe nimeamua nikuwahi mapema. Kabla watu haja. Maybe ukitokea kama mwingine akakuwahi lakini nimeamua niwahi sasa wewe. Bibi wangu unaelewa. Mimi anamwambia kwa wanazidi kuongea hapo, wanazidi kupiga story. Mshikaji anamwambia naweza nikakuletea kinywaji au chakula kipi unataja? Anamwambia kinywaji tu. Anamwambia hamna, itabidi ule sasa. Itabidi ule kabisa. Yaani kwa mambo mengi ambayo umenifanyia. Ngoja nimesha kuandalia bonge la msosi, utaupenda wewe mwenyewe. Ngoja niulete hapa. Enjoy siku yetu ya leo. Kwanza akamwambia karibu kwa kufika hapa. Hapa ndo nyumbani, unaona maeneo yalivyo. Yes. Bidada anaonekana alemboa kweli. Kubali mshikaji, si unajua wapenzi. Bidada aliporudi maskani, baada ya yale maneno ya baba yanamchoma kweli. Baada hajaelewana kabisa na mzee wake. Kaamua saa atoe jezi zake ambazo au sare yake ya polisi ambayo anaivaa, kaiweka hapo na tunamuona mzee au baba yake anaingia ndani. Anamwambia naweza nikaingia ndani? Anamwambia ya, ingia. Mzee anaonekana sana leo kaja kusuluhisha hili tatizo ambalo lina exist aliishe. Na kuonekana kama mtoto wake anamtiti vibaya. Basi mzee akaanza kuelezea hapa, anamwambia mamako alinichiti kipindi tunadate. Kipindi tuko kwenye familia. Bado akafariki akaniacha na uchungu ule na hasira zile zile. Mimi kwa akili yangu ya kawaida, baada ya hasira za mke wangu kuishia kule, hizo hasira nimezimove sana na nimezileta kwako sasa. Kwa sababu kipindi kile alikuwa anakupenda wewe kuliko mimi. Na zile hasira ambazo nilikuwa nazo kama baba, nimezitoa kwa mwanamke wangu ambaye ashafariki, nimezirudisha kwako wewe binti yangu. Nikati ya kosa ambalo nimelifanya hadi sasa hivi. Nimejua kosa langu, ndio maana leo naona niko hapa, nimekuja chumbani kwako ili nikuombe msamaha. Na kuomba binti yangu nisamee kwa ile kile nilichokifanya. Nisamee kwa namna ambavyo naendelea kuishi nawe na kutete vibaya. Niko hapa kwa ajili ya msamaha wako, naomba binti yangu nisamee. Basi bidada akuchukua muda. Kama kumsamee mzee wake kaja kumkumbatia. Basi bidada azidi kuongea naye, anamwambia babangu na mimi naomba unisamee kwa kile nilichokifanya. Kitendo cha kumsaidia yule kijana ambaye ni kama kitukasisha zaidi na zaidi. Nimepita miaka sasa. Babangu sijaona tabasamu lako. Yaani ulikuwa unanipita vibaya lakini kwa leo naona sasa umefurahi babangu. Nimekumisi sana, nimemisi kitu kitokee muda mrefu. Basi mzee anazidi kumwambia binti yake kwamba nakupenda sana mwanangu. Nakupenda sana Nada. Sipendi kuona mtu yoyote akikuingilia. Sipendi kuona mtu yoyote akikuumiza wewe kama mwanangu. Ndio anamwambia hamna, hakuna mtu yoyote ananiumiza dada. Basi hapo anazidi kuongea. Mzee wake anamwambia najua kabisa. Najua kila kitu kwako na najua mwanaume gani unaona yeye kwenye mahusiano kwa sasa, boyfriend wako. Anaitwa Daniel. Bila anashangaa sema, "Daddy, hadi unamjua jina?" Niambia yeye namjua. Nimejaribu kumfuatilia kwa karibu. Kweli ana background mbaya, ana background nzuri. Historia yake ya nyuma ni nzuri kwenda inaridhisha. Lakini licha ya yote jitahidi kuwa makini. Kuwa makini binti yangu. Basi hapo tunaona wanakumbatana kwa mara nyingine tena. Baba karudisha moyo kwa mtoto wake. Basi baba anazidi kumwambia mtoto wake kwamba kwa sasa hivi utakuwa sasa msaidizi wangu mkuu kabisa. Na nikwambie kweli mwanangu, kuanzia leo mimi niko proud sana na wewe. Yaani najiona fahari kuwa na binti kama wewe. Kwa kile ulivyozidi kuonesha moyo wako na kwangu. Mwanangu nakupenda sana na naomba yote iishe. Aya na basi tunamwona hapa mzee kama aondoke. Kamwacha binti kakusanya tena mavazi yake au sare yake anayovaga kazini na kaenda kuitunza kwenye kabati. Binti kawa na furaha kweli baada ya kusikia yale maneno ambayo baba yake kamwambia. Anamuona sasa baba karudi kuwa baba kama baba mzazi. Lakini kipindi kile alikuwa anaonekana kama baba mlezi na mlezi ambaye ana roho mbaya. Basi tunamuona hapo bidada yuko na furaha kama nilivyokuambia mwanzo, kaenda kutunza hizo nguo zake kwenye kabati. Anazidi kukumbushia namna gani ambapo mama yake alikuwa anaona kuna picha pale. Ukutani ikiwa inamuonesha mavazi amevaa, mama yake naye alikuwa ni kama na polisi kama baba yake alivyo.
Na sasa mtoto naye kalipishwa, sasa na yeye sasa hivi ni kama under police. Basi ngoma inaendelea hapo. Ni siku nyingine tunamuona mshikaji kaka zake pale sebuleni yuko na rafiki yake mdogo wake. Yaani rafiki yake mdogo wake wanapiga story. Anamwambia umekuwa ukikollaborate sana, umekuwa ukishikiana sana mdogo wangu. Umekuwa kumfanya mdogo wangu ajihisi ana rafiki mwema. Licha ya yote haya yote bado ulikuwa naye bega kwa bega kipindi naumwa. Kipindi ambacho niko hospitali niliwaona kabisa mlikuwa mnakuja pale mnanihudumia effective. Naomba nikupe shukrani zako kwa kila kitu unazidi kunitendea. Wewe ni moja wapo wa marafiki wa mdogo wangu ambao wako very punctual. Marafiki ambao ni marafiki wa kweli. Basi mshikaji yuko pale zake. Bidada kwa jina Nada anagonga mlango pale nje, mshaenda kumfungulia. Sasa hivi sasa ni wapenzi na penzi lao linazidi kunoga siku hadi siku. Basi tamwona bidada kaingia ndani, takutana na huyo ambaye anasemekana ni wifi yake. Sasa wamekumbatiana hapo, wanapeana hagi nyingi. Basi ndio hivyo mshikaji anaonekana kabisa wameshaingia kwenye mahusiano ambayo ni deep tangia muda, mahusiano ambayo yana grow siku hadi siku. Bidada naye anaonekana kashamkubali mshikaji, kamkubali kwa kila aina ya maisha alionayo. Basi ndio unakuwa mwisho wa movie yetu ya Nigeria, movie ambayo inaitwa ni Light Arts. Basi kwenye uwanja wa comment hapo unaweza kadondoka hapo chini na ukaniambia wewe kama mwana unaweza kuenda hizo situation ambazo umeshajikuta nazo katika maisha, kutoka kuwa mfungwa au mtu ambaye amefungwa na bidada na kwenda kuwa mpenzi wake. Ni moja wapo ya kitu ambacho vijana wengi tunashindwa katika hii karne ya sasa hivi 21. Dondosha comment hapo na like pia. Thanks kwa kuzidi kunisikiliza.